Yes, shalom everybody. Karibu tena. Naitwa Eric, anaweza kuniita Big Daddy. Imekuwa ni muda mrefu toka tumekuwa pamoja mtandaoni kama hivi. Ni changamoto, tulipata changamoto kidogo eneo la production. Lakini tunamshukuru Mungu, tunaendelea kuimprove kila napoitwa leo. So leo ni moja ya video ambazo tuna test hii setup ambayo kidogo at least ili tupate pia na maoni yako. Wakati tunaandaa hii set, kasema why not nisishare na wewe kitu ambacho kimekuwa kikitafakarisha kidogo moyo wangu. Ni swala la nidhamu ya sisi vijana, hasa vijana kwenye eneo la utumishi au kijana yote ambaye ameokoka. Jinsi gani anaweza kutunza nidhamu? Of course wengi tumewahi kukosea. Hata wewe kuna sehemu unakosea au kuna sehemu inakupa changamoto. Lakini lengo kuu ni kusaidiana. Tuone tunatokaje au tunawezaje kufikia ufalme wa Mungu. Sasa katika kutafakari nidhamu, Mungu akanipa mfano mmoja wa mtu mmoja kwenye Biblia, anaitwa Yusufu. Kila mtu anafahamu historia ya Yusufu. Yusufu alikuwa kijana mdogo, lakini ni mtu ambaye alionyesha nidhamu kubwa ambayo vijana wengi huwa tuna-question. Kwa mfano wakati mke wa Potifa, bosi wake, anamtaka kimapenzi. Unajiuliza how comes yani kijana anakimbia? Je, wewe ungeweza? That's the question. Lakini kitu ambacho Roho Mtakatifu akanionyesha kwenye hiyo story ya Yusufu ni kwamba nidhamu ya Yusufu haikuanzia from nowhere. Yani haikupop up tu from nowhere. Huwa na msemo anasema nothing comes by surprise. Yani ukiona kitu kimekuja, maana yake kuna series ya matukio kwa nyuma. Kwa hiyo nidhamu ya Yusufu haikutokea from nowhere. Kitu ambacho niligundua kimemsababishia Yusufu kuwa na nidhamu hiyo aliyokuwa nayo, vinaweza vikawa vingi, lakini hiki ni kimoja hapo click kwenye akili yangu kwamba kwenye Mwanzo 37 mstari wa 5 Biblia inasema Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Hiyo ni Mwanzo 37 mstari wa 5. Mstari wa 6 anasema akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoiota. Mstari wa 7, tazama sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Mstari wa 8, ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi? Nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Akaota tena ndoto nyingine. Hiyo mstari wa 9. Akawaambia ndugu zake akasema, angalieni nimeota ndoto nyingine, na tazama jua na mwezi na nyota 11 zikaniinamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea akamwambia, ndoto gani hii uliyoota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudie hata nchi? Ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hili. Yusufu akaota ndoto. Kwa tafsiri ya haraka, Yusufu akapata maono. Sijui kama kuna kitu umeanza kukipata hapa. Kwa hiyo nidhamu ya Yusufu ilitokana na maono aliyokuwa nayo. Maana yake maono yale makubwa
yakamfanya awe na nidhamu, kwa kuwa anategemea jambo kubwa litokee. Kwa hiyo jambo lile kubwa hili litokee linamhitaji awe na nidhamu, na hitaji aache baadhi ya vitu. Discipline. Kuna article hapa, yani tafute chap inazungumzia swala la discipline. Bila shaka nitaipata. Inazungumzia swala la discipline. Of course ile definition ya discipline nilipenda kwa sababu ina function ina elaborate na maisha yetu ya kila siku. Come on, where. Discipline. Come on. Anyway, iko mbali, lakini bila shaka naikumbuka ile definition. Inasema where are you? Okay, we try to paraphrase it. Inasema discipline is sacrificing immediate pleasure. Is sacrificing immediate pleasure for better things to come. Manake kama you don't know better things are coming, kama you don't know what are those better things which are supposed to be coming, huwezi ukawa na discipline, au discipline yako haita match. Yes, hii hapa nasema discipline is explaining to your brain that you need to sacrifice immediate pleasures for greater reward in the future. Umeona kwamba nidhamu ni kuelezea ubongo wako, kwa sababu maamuzi mengi yanafanyika kwenye ubongo. Kwa hiyo nidhamu ni kuelezea ubongo wako kwamba natakiwa ni atoe sadaka au ni achane na hizi raha za muda kwa ajili ya ule utukufu mkubwa wa baadaye, au ile taji kubwa ya baadaye. Manake let's say uzinzi, kitu ambacho Yusufu alikikimbia ilikuwa ni for minutes, si ndio? Lakini angeweza kufanya vile, angeweza kuterminate zile ndoto kubwa ambazo Mungu alimuonyesha. Manake alimuonyesha ndoto ya uongozi kabla, ikamsaidia apate nidhamu na jinsi ya kujitawala. Kwa kitu ambacho nataka tusemezane hapo ni kwamba unapokuwa una struggle kuacha kitu, una struggle na nidhamu fulani, jiulize kwamba who am I? Natakiwa nitimize nini? Je, hivi vitu ambavyo navifanya vitanisaidia kutimiza au vitahinda mimi kutimiza? Yani vitazuia mimi kutimiza ile maono ndoto. So changamoto vijana wengi ni kwamba hatuna maono. Hatuna clear picture wapi tunaelekea. Hatuna clear picture tunatakiwa kuwa wakina nani. Sio tunatakiwa kuwa wakina nani. Sisi tunaelewana Kwa hiyo ukishajua kwamba okay, nina maono ya kuwa kiongozi, nina maono ya kuwa mchungaji, nina maono ya kuwa mtu fulani. So hiyo ndoto au hayo maono yatakusaidia kuwa na nidhamu. Sisi tunaelewana watu wa Mungu. Hapa naongea na vijana wote. Kwa hiyo kwanza tupambanie Mungu atusaidie kujua hatima, tujue purpose, lengo, visions, tuwe na visions. Itatusaidia kuwa na nidhamu kulingana na vision ulionayo, kulingana na ndoto ulionayo. Kwa hiyo wakati tuna test setup nikisema mbona kama at least inaonekana tushe jambo. Kwa hiyo thank you.